الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل الضلالة في النار، أعاذنا الله من النار. فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. Watukufu Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mlezi wa umma, hutuba yetu ya leo tutazungumzia malezi katika misingi ya Kiislamu. At-tarbiya fi al-Islam laha thalatha marahil. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لاعبوهم 7، أدبوهم 7، صاحبوهم 7، واتركوا حبله. ال7 سنوات الأولى سن الملاعبة، وال7 سنوات الثانية سن التأديب، وال7 سنوات الثالثة سن المصاحبة. وتكفوا إسلام سيدنا علي رضي الله عنه، khalifa wa 4 wa Kiislamu na katika maswahaba wakubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, akifundisha malezi anasema malezi katika Uislamu yana hatua 3 muhimu. Akasema laibuhum 7, chezeni nao watoto miaka 7, kwa maana miaka 7 ya kwanza ni miaka ya kucheza na mtoto, na miaka ya kucheza na mtoto ndio wakati mtoto anajifunza na anachokijua wakati ule kinabaki. Lakini ndio umri wa watoto kwenda nursery school. Watoto wakienda shule ya chekechea, kindergarten, huwa wanaenda kucheza, lakini ule mchezo wanaocheza ndio elimu yenyewe wanasoma. Laibuhum 7, kiwa naye mtoto wako nyumbani kwako katika kipindi cha miaka 7 ya kwanza, sheria ya Kiislamu inakataza kutumia kiboko. Lakini mtoto akiwa anacheza na kitu kisichofaa, anabadilishiwa kwa kupewa kinachofaa na kunyang'anywa ambacho hakifai ili aendelee kucheza. wa 7 sanawati thani,
miaka 7 ya pili baada ya kwanza kwisha, sinu taadib ni miaka ya kumfundisha adabu mtoto. Sasa hii 7 ya pili, Mtume sallallahu alaihi wasallama anasema kiboko kinatakiwa kiwepo ndani, nikiweka mahala, ili mtoto akikosea unamwambia hili hapa usifanye, ukirudia nitakuchapa. Sasa akirudia umchape kweli ili ajifunze. Kwa nini kiboko katika 7 ya pili? Kwa sababu 7 ya pili ndio wakati mtoto anataka kujaribu kila kitu. Wewe ukimwambia kibaya, anataka kujua kwa nini hiki ni kibaya, na akifanya kosa ukimchapa, yeye ataacha lile kosa kwa kuogopa kiboko, sio kwa kujua kwamba kile ni kibaya. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, muru auladakum bisalati li7 wadhribuhum li10. Anasema waamrisheni watoto wenu wanapofika miaka 7, muwaamrishe kuswali, na mkienda msikitini muende nao. Na miaka 7 ile unawaamrisha kuswali, lakini kama mchezo umemzidia, usiende kumchapa aache mchezo, mwache. Lakini akifika miaka 10, ukifika wakati wa swala anaendelea kucheza, unatakiwa umchape ili aache aende kuswali. Tunaona namna Uislamu unafundisha malezi. Hii miaka 7 ya pili ndio umri wa mtoto kwenda shule ya msingi. Sasa shule ya msingi mtoto anatakiwa afundishwe adabu. Hata ukiangalia ile definition ya curriculum ya shule ya msingi, mimi nimesoma Kiarabu, wanasema huwa kullu alkhibrat allati yuqaddimuha almadrasa min ajli tahqiq numuu shamil fi nahiyati alaqliya waljismiya walijtimaiya والروحية وتعديل السلوك نحو الأفضل. Anasema ile definition ya curriculum, fasili ya curriculum ni maarifa yanayotolewa na shule kwa ajili ya kuhakikisha makuuzi kamili. Mtoto akue katika nyanja zote, akue kiakili. Ili akue kiakili lazima kuwe kuna masomo ya kukremu, kuna masomo ya kuhifadhi. Ndio maana sisi Waislamu tunafundishwa watoto katika umri huu tuwahifadhishe Qur'an, nuru kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mtoto akihifadhi, akili yake inakuwa sio kawaida. Lakini hata ukiangalia wanasema huyu mtoto ana akili sana, anafaulu hesabu. Kwa nini unasema ana akili? Kwa sababu anafaulu hesabu. Ni kwa sababu hesabu zina kanuni. Zile kanuni lazima uzihifadhi wakati unafanya. Sasa wewe unaonekana una akili, lakini ni kwa sababu umehifadhi kichwani zile kanuni za hesabu. Cramming capacity. Ukiwa na masomo ya kuhifadhi ndiyo yanayokuza akili. Sasa mtoto akue kiakili, akue kimwili. Anakuwaje kimwili? Ili akue kimwili lazima apate muda wa kucheza.
Ndio maana ukiwa unataka kuanzisha shule ya msingi, kama huna viwanja vya michezo huwezi kupata kibali, kwa sababu katika curriculum lazima mtoto acheze, na akicheza ndio mwili wake unakuwa imara. Anatakiwa mtoto akue kijamii. Anakuwaje kijamii? Anasoma ndani ya darasa moja na wenzake, ili apate jirani wa kulia, jirani wa kushoto, jirani wa mbele, jirani wa nyuma. Lakini wale ambao wataendana tabia, atapata marafiki. Wale ambao hawataendana tabia, atapata maadui. Kule ni kulelewa kijamii. Mtoto anakuwa kijamii. Mtoto anatakiwa apate makuzi ya kiroho. Ili akue kiroho, lazima afundishwe dini, hili haramu, hili halali. Wa taadili suluk nahwa al-afdal, na kurekebisha tabia iwe nzuri. Sasa unarekebisha tabia iwe nzuri, lazima kuwe kuna tabia zimefundishwa, tabia hii ni nzuri, ile ni mbaya. Hapo mtoto analeleka. Adibuhum saba, mtieni adabu mtoto, mfundisheni maadili mema. 7 ya pili, umri wa primary school. Wasahibuhum 7, lakini 7 ya tatu, mfanyeni rafiki. Ukifika wakati wa kumfanya rafiki, kiboko hakihitajiki. Haya ndio mafundisho ya Uislamu. Sasa mtoto anapoingia 7 ya tatu, anaingia kwenye umri wa kujiona sasa amekuwa mkubwa, murahaka au adolescence. Na wakati ule ni wakati ile akili wanasema kama ina kichaa kidogo. Anachokitaka, kukiwa kuna jambo ukimrekebisha kwa kutumia nguvu, anaweza akapanga mpango dhidi yako. Lakini ukimrekebisha kirafiki, na wewe anakufanya rafiki. Sasa mzazi ukiwa mkali katika kipindi hiki cha 7 ya tatu, manake unatakiwa umfanye mtoto rafiki, ili katika yale ambayo yanamkwaza hayajui, aone rafiki yangu ni baba yangu, hili nikamtake ushauri. Lakini ukiwa mkali ukapitiliza, akaona hili nikienda kumshauri baba hawezi kuniambia kitu cha maana na anaweza kunichapa, sasa atamtafuta mtu mwingine wa kumshauri. Sasa akienda kuingia kwenye kundi la vijana wenzake wana tabia mbaya, akataka ushauri, anaweza kupotoshwa. Akipotoshwa ni kwa sababu mzazi hujamfanya rafiki. Akipotoshwa ni kwa sababu mwalimu anayewalea watoto hajawafanya kuwa marafiki. Mina kisa kimoja, mwalimu mmoja alikuwa anafundisha vijana wake. Sasa kuna mtoto akasema mimi nimeibiwa. Akataja kuna kitu ameibiwa, sikumbuki vizuri kile kitu kilichoibiwa ni kitu gani. Lakini mwalimu akasema, haya, mtu ambaye amechukua kitu cha mwenzake, unaona hatumii neno la kuiba,
mtu aliyechukua kitu cha mwenzake akirudishe. Tangazo lake halikuzaa matunda, hakikurudishwa. Akasema sasa, kwa sababu nimewaambia mrudishe kwa hiari, hamjarudisha, sasa tutafanya msako. Funga mlango. Mlango wa darasa ukafungwa. Akasema sasa wote mfumbe macho, asiangalie mtu, na mimi nitapita na sachi kwenye madawati yenu. Yule akasachi kile kitu, akakikuta kwenye mkoba wa mtoto mmoja. Alipokipata akarudi mbele, akawaambia nimekipata kile kitu. Haya, fungueni macho. Wakafungua macho. Akaambia ulichopoteza ni hiki? Akasema naam. Akaambia njoo uchukue. Yule mtoto ambaye aliiba akawa na wasiwasi mkubwa, hapa ni hatua gani nitachukuliwa? Lakini mwalimu akasema wizi ni tabia mbaya. Akafundisha tu kwamba kile kitu ni tabia mbaya, na unapofanya hivi ukiwa mkubwa ukaendelea na tabia kama hii, unaweza ukaja ukajikuta huko gerezani unatumikia kwa sababu ya tabia hii haikubadilika. Na yule akawa na wasiwasi kwamba atamtaja, lakini mpaka mwisho hakumtaja na akafundisha, akaondoka. Wakaendelea yule kijana mpaka akamaliza shule. Lakini siku ile kijana yule akasema, mimi bana nasoma, lakini mimi nataka niwe mwalimu mzuri kama huyu. Haja niungua. Kwa hiyo kijana akasoma, akamaliza masomo yake, akawa mwalimu, anafundisha. Siku moja yule mwalimu wake amesha staafu, ni mzee sasa, anatembea, akakutana naye, akamwambia, mwalimu, unanikumbuka? Akasema, nimefundisha wengi, mimi sikukumbuki, labda unikumbushe. Asema, mimi nitakukumbusha na utanikumbuka. Asema, ehe. Anasema, kuna siku moja wewe ulikuwa unatufundisha, kuna mwanafunzi akaibiwa kitu, ukatuambia tufumbe macho, halafu kile kitu ulikikuta kwangu, lakini hukunifedhehesha. Siku ile mimi nilisema mimi katika masomo yangu na mimi nataka niwe mwalimu, na leo mimi ni mwalimu na nafuata nyayo zako. Akasema, hujanikumbuka? Yule mzee akamwambia, bana, mimi kusema kweli sija kukumbuka, kwa sababu siku ile wakati mimi natafuta na mimi nilifumba macho. Kwa hiyo nilikikuta, wakati nimeenda mbele sijui nimekikuta kwa nani. Sasa uone namna ni kitu gani katika mafundisho ya ualimu. Walimu wanafundishwa kuwapenda watoto, lakini wanafundishwa kuyachukia makosa wanayofanya watoto. Mtoto akikosea, ukimchukia huwezi kumrekebisha. Mtoto akikosea, unatakiwa uchukie lile kosa alilokosea, lakini yeye uendelee kumpenda ili uweze kumrekebisha. Sasa 7 ya pili ni 7 ya kutiwa adabu, 7 ya tatu ni 7 ya kufanywa rafiki. Unaona namna mwalimu akiwafanya marafiki watoto na kuwabakisha na heshima zao. Hata ukiwa na jambo unataka kuamua, unamshirikisha mtoto, mimi nataka kufanya jambo fulani, na mama yake yupo, nashauriana, mimi nafikiri nifanye hivi. Pengine mama yake ataunga mkono
na yeye ataunga mkono kwa sababu ameona mama yake ameunga mkono jambo lile. Lakini akitoka pale anaona ala, kumbe mimi nimekuwa mkubwa, naweza kushauriwa. Ile unamjenga kisaikolojia, mtoto anajiamini. Mtoto akiwa anajiamini, hata katika ukubwa wake atakuwa na uthubutu. Sasa utamfanya rafiki miaka 7 ya tatu. Miaka 7 ya tatu ni mtoto yuko sekondari ya sekondari O level na A level, na baada ya pale anapomaliza anaenda chuo kikuu. Saidna Ali anasema watruku hablahu, ni kama vile ulikuwa umemfunga kamba, sasa ile kamba unaweza kuifungua, anaweza kujitegemea. Wallahu yaqulu wa huwa asdaqul qailin fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man daa bida'watihi ila yaumid amma ba'd. Faya ayuha almuslimun usikum wa iyaya bitaqwallah. Watukufu wa Islamu, na kuhusieni tena katika hutuba hii ya pili, na naihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu. Tumche Mwenyezi Mungu kwa kuweka nia thabiti za kuwalea watoto katika maadili mazuri. Watukufu wa Islamu, malezi ni uwanja mpana. Mtoto halelewi na mtu mmoja. Mtoto analelewa, wanasema kuna tarbia maksuda wa tarbia ghaira maksuda. Kuna malezi yanayokusudiwa, lakini pia kuna malezi hayakusudiwa. Mzazi huwa anamlea mtoto malezi yaliyokusudiwa, kwa sababu anataka mtoto awe mwema, kesho asimame kama kiongozi katika familia. Serikali kupitia Wizara ya Elimu na mashule yake na mashule yanayosajiliwa ya binafsi wanakusudia kulea malezi yaliyokusudiwa, na ndio maana inatengenezwa curriculum inafuata. Lakini vyombo vya habari vinalea, ikiwa ni magazeti, mtu anaposoma kuna malezi anapata. Ikiwa ni television, anapoangalia yale yanayoonyeshwa ni malezi anajifunza. Sasa malezi, vyombo vya habari kama haviwezi kuchujwa, watoto watapata malezi yanayokusudiwa na malezi yasiyofaa. Lakini hata mtoto wako umchagulie marafiki, ukiwajua
watoto fulani wana tabia mbaya, vyema ni kumkataza mtoto wako asifuatane na wale, kwa sababu urafiki unaambukizana tabia. Lakini hata vijiwe ni sehemu za watu wanapata malezi. Ukikaa kwenye kijiwe, mtoto wako ukimruhusu akaenda akakaa kwenye kijiwe cha kuvuta bangi, basi siku moja atakuja anavuta nyumbani kwako bangi. Mwenyezi Mungu atusimamie na serikali yetu isimame katika kututengenezea curriculum nzuri, ili jamii yetu ilelewe katika maadili yanayofaa. Mwenyezi Mungu atubariki sisi na awape hekima viongozi wetu ya kusimamia mambo muhimu kama haya, kwa sababu hakuna kitu muhimu kama malezi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Warda Allahumma an sadatina أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وجميع صحابة رسول الله أجمعين رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك وأعداء الدين يا رب العالمين. Mwenyezi Mungu mtukufu, tumenyanyua mikono kwako, tunakuomba Mwenyezi Mungu, tuliokusanyika hapa, wewe ndio uliyetuongoza. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kutuongoza katika kutekeleza ibada yako. Mwenyezi Mungu, unatuona hapa sisi hatufanani, tuna shida zinazotofautiana, na wewe ni mjuzi wa shida zetu. Mwenyezi Mungu, tunakuomba ututatulie shida zetu na utatue shida za wapendwa wetu. Mwenyezi Mungu, tunakuomba, sisi tunaweza kuwa na wagonjwa. Mwenyezi Mungu, tunaomba uwaponye wagonjwa wetu. Mwenyezi Mungu, uwaponye wagonjwa wa wapendwa wetu. Mwenyezi Mungu, na kuomba maombi maalum ya mfanyakazi mwenzangu alinipigia simu kwamba mzazi wake anaumwa. Mwenyezi Mungu, mpe shufaa. Mwenyezi Mungu, mfanyie wepesi. Mwenyezi Mungu, kuna shangazi yangu amenipigia simu akitaka nimuombee dua. Mwenyezi Mungu, anaumwa, na kuomba Mwenyezi Mungu kwa baraka za siku ya leo ya Ijumaa, umponye maradhi yake, umpe tahafifu, umfanyie kila lililo jema. Mwenyezi Mungu, tunakuomba hadhira hii iliyokusanyika hapa, tuna shida, ututatulie shida zetu. Tuna matakwa tunayataka, Mwenyezi Mungu, yale ambayo yanakuridhisha Mwenyezi Mungu, tufanyie wepesi. Mwenyezi Mungu, tukunjulie vipato vyetu. Mwenyezi Mungu, tuwezeshe kuzilea vizuri familia zetu. Mwenyezi Mungu, tuwezeshe kusimamia vizuri familia zetu. Mwenyezi Mungu, tulee watoto wetu na watoto wa majirani zetu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad
nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, qumu ila salatikum yarhamkumullah.